Waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana. Ningependa kusema tuharakishe. Commissioner, najua ile kazi tunaenda kufanya, ndio tunaona kuongea mingi kwa sababu lakini kwanza ningependa kusema pole sana Commissioner na familia yako kwa Commissioner alikuwa tumefanya kazi na Commissioner Korir akiwa Deputy County Commissioner Baringo, Elgeyo Marakwet, Keyo North. Ali replace Commissioner Lilan mwenye sasa ako Homa Bay, and both of them have been very good. Bwana Korir ni quiet, focused, na mnajua penye anafanya kazi kumekuwa na insecurity kubwa sana ya mambo ya banditry. So tulisaidiana na yeye mpaka hata rais alipokuja ofisi yeye akapandishwa cheo, amekuwa sasa county commissioner. Na juzi tulitarajia kukaribisha rais akikuja Elgeyo Marakwet County. Nikampigia commissioner nikamwambia tujitayarishe, rais atakuja hapa nyumbani. Kwa bahati mbaya akaniambia ingawa ningependa kuwa, mtoto amepotea that same afternoon. Tumesaidiana kuuliza pamoja na idara zetu za polisi na colleagues wake. We were all hoping for positive results, but unfortunately huyu engineer Ian Singoe was found having passed on, kama vile mmesoma kwa biology yake. Sisi tungependa kusema pole sana Commissioner kwa hiyo. It's very painful to lose your first son, and to lose him in such a way. Kijana alikuwa 27 years old, alikuwa tayari sasa kuanza career. Sadly amepata hii ajali ambayo tunataka kusema pole sana. Na tunajua wewe ni mcha Mungu, your family loves God. The Lord will give you grace. Give you grace. And even he will double McRae to be a double son to you by giving him double blessings. Ndio penye Ian angekuwa, yeye ata fill both gaps ambayo ndugu yake angefanya. Tunasema pole sana. I'm really say this with, as a parent, it's very painful to have to bury your child. And yet he was a very industrious, hardworking. To join Kanga High School was not a joke, you know, and to get the grades he got to do engineering was not a joke. Na amemaliza. Na commissioner alikuwa ametuambia sisi wenye marafiki zake, because he was a friend of my predecessor, the deputy president, a friend of the PS finance, myself. We were all looking at how do we help commissioner hii kijana apate mahali mzuri penye ataendelea na kazi yake. Na kama vile nilikuambia deputy president amenituma kwako, akasema ile promise ali make, you choose the next person who is going to benefit from that your support here. Na kama vile umeniambia, I will tell him that you gave me mic so that he can also be assisted the way his brother or his friend would have been assisted. Kwa hivyo mimi nataka kusema pole. Wizara yote marafiki yako wako wengi. Na I want to say, unajua wale penye tunafanya kazi kuna protocol ingine hapo, lakini please usifuate hiyo. Sisi tukiondoka, county commissioner baadaye wakati watu wanaongea, regional commissioner baadaye wakati watu wanaongea, awakilishe wizara na apatie nafasi your colleagues at least waseme jambo na waseme pole kwa niaba ya familia. So regional commissioner, you will continue from there so that you can be able to give thank you commissioner, your condolences on behalf of your colleague wakati sisi tumeenda kwa ile kazi tumewaambia tumeenda kufanya. Kuna mambo mengi ya hapa Bomet na hii Chepalungu constituency, zingine zilikuwa wakati nilikuwa kwa roads ministry and they are still pending but they will be done. CS Davis atamaliza hizi mabarabara. Hata hii portals mnaona ile 7 shillings tuliongeza kwa fuel levy, you don't have to worry. He is working on something called securitization. Ndio hizi barabara zote hii ya Chebunyo na hii yote itafanywa.
including ile bridge yangu ya Kaptambuliet, itafanywa hizo zote, itakuwa sawa. We have a plan as a government and those issues will be completed, na Commissioner Omar ako hapa na pamoja na county commission DCC wenye wako hapa, wote watasaidia kusupervise kuhakikisha government programs have been implemented. Ya pili, kwa mambo ya security, tunataka kuhakikishia kwamba the foundations of our country and every corner of our nation is secure. Mkikaa kama wananchi, we are safe and secure. In fact, if you think about a few years ago, penye tulikuwa na so many incidents, a lot has happened in our country kuhakikisha kwamba we are safe and secure, and we have 2 years. Na county commissioners wetu na deputy county commissioners 2 years. Na county commissioners wetu na deputy county commissioners, our ACCs, our chiefs, our assistant chiefs, mpaka village elders, we will be expected to consolidate government programs, explain to the citizens, and make sure that the projects that are pending are supervised in a manner that they will give us results. And I know you are up to the task and you will do the right thing, because that is the right thing to do. The last thing I want to say kwa hapa ni kwamba ile maneno mmesema hapa ya insecurity nimesikia, nilishaambiwa tayari, and we will do everything we can do to make sure that all citizens of the country are accounted for. And we want to assure you that even those who have been accused of crime and so forth, our business as a government is to arrest and charge people. The government of Kenya is not the business of abducting anybody. We are in the business of arresting and charging all criminals. And we want to assure you that we will follow the law. But we will be very tough. We will be very tough on following the law. Na nilisema jana, wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako, wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini? Sametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza. And some people are debating with me. I did not go to school just the other day. I am a seasoned advocate, a lawyer of great repute. I understand what is freedom of speech, and I also understand what is crime and threats to commit a crime. We have enough crimes to charge you in the penal code, and we will not hesitate to do so, because this country must operate under the law and order. And please, nobody can scare us about that. Mimi, I don't do politics anymore. Ile siasa tulikuwa tunafanya hapa kidogo kidogo, hapana. My job is to maintain law and order. And the team I work with are apolitical. And from now henceforth, you will be seeing apolitical Murkomen. And therefore, if you commit a crime, it doesn't matter whether you are my friend, you are my relative, you are my neighbor, we are going to make sure that the law takes its course, and you must be held into account. Let us take you to court so that that judge can tell the country it's okay to take pictures of judges, of church leaders, of political leaders, of children, and put them in coffin and circulate, and that is a country that we will have of that kind of disorder. But from the side of executive and from the side of law and order, we'll take our side. Let the judiciary determine whether they want a country that is full of disorder. And that we will not compromise. We must make sure that we move forward in that manner. Kwa hivyo, poleni sana kwa sababu ya kazi yenye tunaenda. Commissioner nimekuambia, sisi we care about our staff. We will give you enough time to take compassionate leave so that you can be with your family, and when you are ready, you can come back to join us tuendelee na kazi. Asanteni sana na Mungu awabariki.